Mtua James anayefahamika kwa jina la utani Nahodha ni mchezaji wa soka mwenye kipaji cha hali ya juu. Alianza safari yake akiwa mwanafunzi wa shule ya msingi ya Maweni, ambapo aliibuka kuwa mmoja wa wachezaji mahiri waliowahi kuichezea shule hiyo. Akiwa mdogo, alionyesha uwezo mkubwa wa kucheza soka, jambo lililomfanya kuwa mchezaji tegemeo wa timu ya shule. Katika mashindano ya shule za msingi, Maweni Primary ilikumbana na ushindani mkali kutoka kwa Kongowea Primary iliyoongozwa na wachezaji hodari kama Osama na Zapa, pamoja na Kengeleni Primary ambako alicheza dhidi ya nyota wa soka kama Lolo katika uwanja wa Mbuzi. Mbali na soka la shule, Mtua Mwema pia alihusiana sana na soka mitaani. Alikuwa sehemu ya Daytona FC, timu yenye makazi yake huko Maweni, Nyali, Mombasa, ambayo ilikuwa maarufu kwa kulea vipaji vya wachezaji chipukizi. Katika timu hiyo, aliungana na wachezaji wenye vipaji kama Henry, Fred, Bwire, Duncan Adibayo, Lawrence Otieno, Lamik, Brighton, Arusa na wengine wengi ambao singeweza kuwataja. Timu hiyo iliongozwa na kocha Julius Mochira aliyekuwa na mchango mkubwa katika kumnua Mtua Mwema na kumwandaa kwa hatua kubwa zaidi katika soka. Michuano ya mitaani baina ya Daytona na timu kama vile Kikulacho, Black Madrid, Western, Mjambere, Kisauni Hope, Freetown na timu kama vile Good Hope kati ya zingine viungani mwa Mombasa ilivutia sana kipindi hiko, hasa kwenye mashindano ya Korean Cup. Baada ya kumaliza masomo ya shule ya msingi, Mtua Mwema alijiunga na Kadhongi High School ambako aliendeleza kipaji chake cha kiwango cha juu zaidi. Alikuwa muhimili wa timu ya shule hiyo, akicheza hadi mashindano ya kitaifa. Katika mwaka wake wa 4, juhudi na bidii yake zilimpa heshima ya kuitwa kwenye kikosi cha Harambee Stars Under 17 kilichokuwa chini ya makocha Kakaa na Stanley Okumbi. Katika mashindano ya kitaifa, alionyesha kiwango cha juu na kutajwa kama mchezaji bora wa mashindano MVP mara 2. Uwezo wake wa kupiga pasi sahihi, kumiliki mpira na kuongoza safu ya ushambuliaji ulivutia wadau wa soka waliokuwa wakifuatilia mashindano hayo. Wakati huo, alihusiana pia na Junior Stars Academy ambako alipata mafunzo ya hali ya juu kutoka kwa makocha waliobobea kama Julius Mochira na kocha Eboa. Mafunzo hayo yaliboresha mbinu zake, uimara wake wa mwili na uelewa wake wa mchezo, jambo lililomsaidia kupiga hatua zaidi katika soka. Baada ya kumaliza shule ya upili, Mtua Mwema aliendelea na safari yake ya soka kwa kujiunga na Super Solico, timu ya daraja la pili. Akiwa hapo, alionyesha uwezo mkubwa na mwaka 2019 alishiriki katika mashindano ya Chapadimba ambapo walitinga hatua ya kitaifa iliyofanyika Kinori, Meru. Katika mashindano hayo, Mtua aliibuka kwa mmoja wa wachezaji waliotegemewa na timu yake, akifunga mabao muhimu na kusaidia timu yake kupata matokeo mazuri. Baadaye, alijaribu bahati yake katika klabu za Mombasa Stima na Congo Boys, lakini hakusaini kandarasi rasmi. Hata hivyo, hakukata tamaa, na muda mfupi baadaye alijiunga na Dynamo FC ambayo wakati huo ilikuwa inashiriki ligi ya regional. Kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza na uongozi wa kipekee, alipewa jina la Nahodha, jina ambalo limeendelea kudumu hadi leo. Kwa sasa, Dynamo FC ipo Division 1 na mchango wake umeendelea kuenziwa kama mmoja wa wachezaji walioisaidia timu hiyo kupanda daraja. Katika safari yake ya soka, Mtua Mwema amekutana na wachezaji wengi waliompa motisha na kumtia moyo. Anawaenzi nyota wa soka kama Fred ambaye kwa sasa ni marehemu, Eric Chivatsi, Malo Malo, Ali Nasri, Evans Ocheng aka Henry, Chicha, Hassan Mohamed, January Mwendwa, Roba, Alfred Mlei miongoni mwa wachezaji wengine waliompa msukumo wa kuendelea kupambana. Ingawa orodha ni ndefu mno kutaja, Mtua Mwema ni mchezaji ambaye historia yake katika soka imejaa juhudi na bidii. Kwenye timu ya Dynamo FC,
Mchango wake katika klabu hiyo na timu nyingine alizohusiana nazo ni wa kupigwa mfano. Kwa nidhamu yake ya hali ya juu, anaheshimika kwa mchango wake mkubwa katika kila timu aliyoichezea. Kwa wengi, bado ana nafasi ya kufanikisha ndoto yake ya kucheza katika kiwango cha juu zaidi. Ni wazi kuwa bado ana muda wa kuendelea kupanda ngazi na kufikia malengo makubwa katika soka. Kwa uwezo wake wa uongozi na nidhamu, anaweza pia kuwa kocha mzuri au mshauri wa vijana wanaochipukia katika mchezo huu. Nahodha ni mfano halisi wa mchezaji anayefanya kazi kwa bidii, anayekubali changamoto na anayepambana hadi mwisho. Historia yake inathibitisha kwa nidhamu, juhudi na kujifunza kila siku ni silaha muhimu kwa yeyote mwenye ndoto kufaulu katika kandanda. Safari yake bado inaendelea na hakuna shaka kuwa bado ana mengi ya kuonyesha katika ulingo wa soka. Mashabiki wa kandanda wanangoja kuona hatua yake inayofuata, kwani ana nafasi kubwa kufikia mafanikio makubwa zaidi. Mimi ni Agadias Ikoa.